Okay, kuna umezungumzia chumvi. Naam. Kuna hawa chakula kina chumvi lakini anachukua ile chumvi mbichi anaongeza. Kumbe hiyo ni hatari kiafya? Ni hatari sana. Kwanza niseme kwamba chumvi ni muhimu katika mwili wa mwanadamu kwa sababu chumvi ina madini yanaitwa sodium. Na madini ya sodium ni muhimu sana katika kudhibiti pressure, katika kudhibiti kiwango cha maji katika mwili. Lakini endapo kiwango cha sodium kikisha zidi, mara nyingi sasa hii ndo tunasema inakuwa shida. Kwa sababu sodium, madini haya ya sodium ina tabia ya kuretain maji katika mishipa ya damu. Sasa maji yale yakiwa retained, maana yake yanapokuwa mengi katika mishipa ya damu, hali ile mara nyingi huwa inapelekea pressure kupanda. Kwa hiyo matumizi ya chumvi nyingi katika chakula, sasa chumvi ya mezani, ni hatari sana kwa afya ya mwanadamu kwa sababu mtu huyu anakuwa kwenye riski ya kupata ugonjwa huu wa pressure. Okay. Ndio. Pengine kuna uhusiano wote kati ya hivi vyakula tunavyokula lakini pia matunda na changamoto hii ya pressure? Naam, uhusiano ni mkubwa. Uhusiano ni mkubwa kama nilivyosema mwanzo, vyakula ambavyo mtu anapendelea kutumia vina mchango mkubwa sana. Tuchukulie mfano vyakula kama vyakula vyenye asili ya mafuta mengi. Okay. Vyakula vya kukaanga. Vyakula vya kukaanga kwenye mafuta. Mafuta sasa hivi watu wengi wamekuwa kikaanga chipsi katika mafuta, unakuta mafuta yale yamekaangwa zaidi ya mara 3 mara 4. Mtu anakaanga chipsi zinakuwa laini. Mara nyingi sasa unakuta shida sio vile viazi. Shida ni yale mafuta ambayo yanakuwa yamehifadhiwa katika viazi. Sasa mtu huyu anapotumia vyakula aina hivi kwa muda mrefu, anakuwa anarundika mafuta mengi kwa muda mrefu, hali ile inakuja kupelekea mafuta yale yanaenda kuganda katika mishipa ya damu na kusababisha ugonjwa wa pressure. Lakini vile vile ulaji wa nyama nyekundu kupita kiasi. Nyama nyekundu na kiwango kingi sana cha cholesterol, ambao unakuta mafuta yale katika nyama yanapoenda kuganda katika mishipa ya damu, mara nyingi pia nayo huwa inasababisha pressure. Lakini vyakula kama matunda ni vyakula muhimu sana katika miili yetu katika kusaidia kudhibiti maradhi kama haya ya pressure, kwa sababu matunda yana kiwango kingi sana cha madini ya potassium, ambao madini ya potassium huwa yanasaidia kurekebisha kiwango cha chumvi katika damu. Lakini vile vile matunda yana kiwango cha maji. Kiwango cha maji ambao maji yale yanasaidia katika mzunguko wa damu iweze kuzunguka vizuri. Kwa hiyo matunda ni muhimu sana. Kwa hiyo badala ya kutumia sana kuwekeza nguvu kubwa kutumia vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vya kukaanga, nguvu ile ikienda kwenye matunda pamoja na mboga za majani, mtu huyu atakuwa na afya njema zaidi kuliko huyu anayetumia vyakula vya kukaanga na vyakula vya viwandani. Sasa pengine kuna mtu ambaye anatutazama muda huu tayari ameshafika hapa Lupimo na tayari anatumia dawa za pressure, lakini kapata tu afadhali kidogo ameacha kabisa kutumia tena. Una lipi la kumwambia daktari? Naam, kwanza kabisa ni muhimu sana mtu aweze kufuatilia dozi yake vizuri, kwa sababu sisi Lupimo tuna uwezo wa kumsaidia mgonjwa wa pressure mpaka akapona pressure kabisa. Kuna watu wengi mtaani wamekuwa wakiamini kwamba ugonjwa wa pressure hautibiki, lakini sisi Lupimo tunatibu ugonjwa wa pressure na mgonjwa anapona kabisa. Kikubwa tu ni kumaliza dozi. Kama ulivyosema ni kweli kabisa, kuna mtu akishapata unafuu kidogo anaacha kutumia dawa. Na sio hapa tu, sehemu yoyote ile wapo watu ambao ni wazito kwenye matumizi ya dawa. Ataanzishiwa dozi, atatumia kidogo, atakaa vizuri, ataacha moja kwa moja bila kumaliza dozi. Hali ile inakuja kupelekea pressure ile inaendelea kupanda tena. Na kadiri pressure inapokuwa inapanda mara kwa mara, jua kabisa viungo vyako vingine viko kwenye hatari. Hapa naongelea macho, naongelea figo, naongelea ini na viungo vingine. Mtu anapokuwa na ugonjwa wa pressure inapokuwa inapanda mara kwa mara, pressure isipodhibitiwa ina uwezo wa kuharibu viungo vingine na kuharibu afya ya mwanadamu. Okay. Hapo kwa hawa watu ambao tayari wana changamoto hii ya pressure kwenye masuala ya uzazi, tukizungumzia mwanamke lakini pia mwanaume kwenye haya masuala yetu ya nguvu za kiume, wanakuwa salama kweli? Kwa kweli ni changamoto. Mtu anapopata ugonjwa huu wa pressure na ile pressure haidhibitiwi, kwa maana kwamba inakuwa katika kiwango cha juu mara kwa mara,
mara nyingi anapitia changamoto kubwa sana. Kwa mwanaume kweli kabisa, kwa sababu mtiririko wa damu kwenda kwenye jembe la mwanaume unakuwa hauko vizuri. Hali ile inapelekea basi mwanaume huyu anakuwa dhaifu katika tendo la ndoa. Lakini pia hata kwa upande wa mama, mama mwenye shida ya pressure ambayo inakuwa inapanda mara kwa mara, anapata changamoto ya hormonal imbalance. Homoni zake zinakuwa hazizalishwi katika uwiano ambao ni mzuri. Kwa hiyo ugonjwa huu wa pressure ni kweli kabisa unaweza kuathiri mfumo wa uzazi. Naam. Na watu wengi wanaamini kwamba daktari, tatizo hili la pressure ni la wale watu ambao tayari wana pesa, wana maisha mazuri. Lakini pia wale bibonge, wale wenye miili mikubwa. Lakini sisi wembamba, pressure. Unalipi la kuambia? Ugonjwa huu wa pressure unaweza kumpata mtu yote. Haijalishi wewe una uwezo mkubwa au hauna uwezo. Japo ni kweli kabisa watu wenye uwezo mkubwa, kwa sababu hawafanyi mazoezi, hata lifestyle ule mtindo wa maisha, anakula vyakula bila kuwa na discipline yoyote. Akienda kazini anaenda na gari, akirudi ana gari, ofisini anashinda amekaa. Ule mtindo wa maisha, mtu anapokuwa na uwezo mkubwa wa kifedha yupo kwenye hatari zaidi kuliko huyu mtu ambaye ana uwezo mdogo. Japo haimaanishi kwamba huyu mwenye uwezo mdogo wa kiuchumi hawezi kupata ugonjwa wa pressure. Huyu naye akiwa na mtindo wa maisha ule ule, na yeye yupo kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Kwa hiyo ugonjwa wa pressure haijalishi wewe una uwezo gani kiuchumi. Lakini vile vile uzito mkubwa, kama nilivyosema, mtu unapokuwa na uzito mkubwa upo kwenye hatari zaidi, upo kwenye riski ya kupata ugonjwa huu wa pressure. Japo hata mtu ambaye ni mwembamba, endapo kama akiwa na lifestyle ambayo hairidhishi au lifestyle ambayo sio nzuri, pengine ni mvutaji wa sigara kupita kiasi, pengine anaishi katika mazingira kuwa na msongo wa mawazo, pengine anakunywa pombe kupita kiasi, huyu naye yupo kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa pressure. Haijalishi ni kibonge au sio kibonge. Kwa hiyo wote hawa wapo kwenye mazingira ya kupata ugonjwa wa pressure.